Unachukuliwa kama ukiwa na pesa. Ukiwa na nini? Pizza sasa. Ngoja siku moja uishiwe na pesa. Sasa katua. Ukiwa na doni pita. Kama sasa katua. Wapi ile nini form ya kujaza? Ulichukua form? Ya mimi si kuchukua juu mwalimu hakuwa. Unajua unapunja selia. Unaona? Batia. Sasa wale watchman wa kamba. Ati wapi ile nini ile form unajaza ukitoka. Wa Kenya tunataka tukae kwa amani na umoja na tuache hiyo michezo tunafanya matusi. Na kuambia ile matusi iko katika Kenya hii. Na kuambia ile matusi iko huku. Lakini tunaendelea pamoja. Sisi tunataka kusema kwamba sisi tutakuwa kama Joshua. Sasa ambao walipeleka watu Canaan. Vile tunataka kusema kwamba sisi ndio tutapeleka watu Canaan. Tulikuwa tunaimba zamani wakati wa freedom fighters. Tunaimba pole pole uhuru, pole pole Kenyatta, pole pole uhuru hapa Kenya. Sasa ni wakati wa ukombozi wa tatu. Sasa tukomboe nchi hii. Bas. Afikiria mmesikia kile ambacho mwenzangu amesema. Kile amesema ni kwamba amesema na hakuna haja kurudia. Na hiyo ndio jambo la maana sana. Yes, what am I saying? Ningependa kusema ya kwamba nikiwa kama mtu wa maendeleo chap. Natafuta mtu ambaye atakuwa running mate. Ama mimi nikuwe running mate wake. Yaani kazi yangu ikuwe ni kukimbia. Running. Yes, that is the meaning of being a running mate. Tunatoka hapa Uhuru Park, tunakimbia mpaka Ambassador. Now, what am I saying? Nothing. Nothing. Wengi mimi waambia mimi si kujua kuona ni kufanya nini. Kwa maisha yako wewe hujaiona. Mimi hata sijipotea macho. Kwa sababu huwezi poteza kitu yenye hujaikuwa nayo. Peter, the last interview I had with you, it was a crazy interview. Niambie kidogo. Kumona ugoshira goshokerera indire ndugata shakusha imagara tangoroke. Thegio nĩ kwĩtĩkĩra gũtuĩka ũmwe witũ gũkũ kwa Mũrũri TV. Ngora gũkũ nĩ kwa wendo na thayũ. Hawa nĩ tũmakwo makanjĩta Jefasi na ngũria ĩkorwo nĩ rĩta rĩaku rĩa mbere gũtwĩrorera tafadhali make sure nĩ subscribe kuri channel ĩno itũ. Na oho ngũria kĩũria angĩkorwo no wende gũkorwo ũkĩ-advertise na ithuĩ channel-inĩ ĩno ya Mũrũri TV tafadhali. Namba itũ ĩ hau channel-inĩ itũ, tũhũrĩre thimũ tũtuĩke a kwaranĩria nĩgetha tũtuĩke a kũmenya kana kũ-make ũthii wa na mbere. Na tũrĩa mũrakĩona mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũgeni nĩ kanda ĩmwe ya nguvu mũno, nĩ kanda menyete mĩaka mĩingĩ mũno makĩria ma mĩaka 7. Na nĩ ngoretwo ngĩmũcaria gwa kahinda na ona inyuĩ nĩ mũkoretwo mũkĩmwĩtia mũkoria athire kũ, na rĩu nĩ tũtuĩkĩte a kũnyitana nake. Na mũgeni witũ ũmũthĩ nĩ ũndũ wa lugha ya rũthiomi tũkorwo tũkĩaria na Gĩthweri, na nĩ njũĩ Gĩkũyũ nĩ aiguaga no gũkĩaria tondũ nĩ tafash kana nĩ gathĩna-rĩ, tũkĩreka tũgĩtĩke tũkĩarie nake Gĩthweri na nĩgetha tũtuĩke a kũigua rũgano rwake. Nĩ rũgano rwĩho we rwakĩhana rũgano rwa mathekania, tondũ andũ aingĩ ndĩmoĩ, angĩ mamwĩta comedian, arĩa angĩ mamũĩ arĩ ta mũini. Macio mothe nĩ gũkorwo agĩtũtarĩria. Nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ na nĩgetha tũtuĩke kũigua rũgano rwake. Peter. Yes. Yes, vipi? Poa sana. Habari siku mingi? Fiti kabisa yani. Nimefurahi kukusikia bwana. Mzee lugha nimesikia. Siku mingi baba. Ni siku mingi sana bwana. Umekuwa aje? Kwa ile sehemu nyingine bage. But nimekuwa poa.
Yesu ni Bwana. Haleluya. Mazee umeona. Unajua? Ai. Acha za ovyo. Si za ovyo. Ni ukweli Peter. Umeona, unajua? I think the last time tulikuwa pale wakati nilikuwa Through the FM pale. Yes, huyo sehemu. Wakati nilikuwa nimewahost na Deno. Yes. Deno Mbona. I remember. So nataka usalimie mtazamaji wetu. Utaangalia tu pande ya mbele, uwasalimie, uambie majina yako. Unajua mimi nakujua Peter. Yes. Pia wakujua hizo zingine. Yes, watazamaji wote wa Murori TV. Nawasalimia sana katika jina la Yesu. Muriega. Koma ritwa nditagwo Peter Katua. Yes. Nyumete kundu wetagwo Mboni. Makueni County. No nejwe Gikuyu but hanini. Yeah, so nimeomba maji. Sasa Dawa ya mai. So umetoka Mboni. Yes. Mboni uko ndo umezaliwa? Nilizaliwa Machakos Hospital. But yeah. Yes. Hapo. So nasikia hiyo. Ulizaliwa Machakos Hospital? Yes. But grow up nimekulia huko Mboni. But si kwa muda mrefu. Nikakuja sasa kukulia vizuri hapa Nairobi. Nikiwa na miaka 6 sasa. Mmezaliwa mkiwa wangapi kwa family? Tumezaliwa tukiwa 5. Mimi ndiye first born. Wewe ndio first born. Hata mtu akikohoa ni mimi nasingiziwa ni mimi, so watu wakichagua bibi mbaya ni mimi. Nafaa kuwa responsible. Wewe ndio. So hii kwa first born saa zingine inakuwa challenge, but tumezaliwa wanaume 4, msichana mmoja ambaye ameolewa. Anaitwa Fei. Yeye ndiye second last born. Yes. Last born ni kijana. Kamaliza tu form 4 juzi. Nikabarubaru wewe. Sasa unajua ile excitement ya kumaliza form 4, unataka tu kutembea Nairobi ujulikane, hey, umekuja Nairobi. Kiswahili kidogo tafash. Yeah, so ndio hao sasa. Na sasa nikuulize, kwa hiyo familia yenu, wewe peke yako ndo visually impaired? Yeah. Naweza sema mimi ndio visually impaired. Though my dad ako physically impaired, ana mguu mmoja. Lakini yake ilikatwa akiwa mtu mzima. Alipata I think ilikuwa tetanus. So ikakuwa tafash kidogo. Ikabidi akatwe because it was too late. Hakwenda hospitali on time. Sasa akakatwa. So mimi nilizaliwa hivyo tu. Wengi mimi waambia mimi sikujua kuona ni kufanya nini. Kwa maisha yako wewe hujaiona? Mimi hata sijipotea macho. Kwa sababu huwezi poteza kitu yenye hujaikuwa nayo. Peter, the last interview I had with you, it was a crazy interview. Pale Through the FM. Yes. Na nilicheka tu nikaisha baka nimekuwa tu yani nikitamani kukutana na Peter tena. So wacha tu tufanye interview sawa. Roho safi. Sad. So wewe kwa maisha yako hukupotea macho? Sikupotea macho mimi. Sababu sijaikuwa nayo, unapotea wapi? Okay. Sasa tuendelee. Ulisomea wapi? Mimi nilisomea Thika School for the Blind, primary na high school. Tukasoma na Deno. Hapo ndo mlikutana na Deno? Yes. Deno wa Mbona. Mbona. Wakina wengine wanaimbaga. Atuwakorino wanaimba aje? Tarehe 17 mwezi wa 7. Miaka zimepita 17 henie. Sasa lazima wakuwe na henie. Lazima watu wakuwe na hiyo sauti ya kuinama. Tarehe 17 mwezi wa 7. Ate bona. Sasa inakuwa hivyo. So tukapatana na yeye. Tukasoma. Mimi nikamaliza mapema primary, nikajoin form 1.
nikamngoja. Sasa 2007 nikajoin form 1. Oh, ukagoja Deno? Yes. Na kwani mlikuwa mnakaa pamoja, mlikuwa mnaishi pamoja? Wakati tunafunga tulikuwa tunatembeleana. So nilikuwa naenda kwao sana sana. Wazazi wao walinipenda. Tulipendana sana. Obvious, nani atakataa kupenda cartoons wawili? Tutoke hapo. Sasa ikafika place tukatoa album. Na tulipotoa album ikahit. Ilikuwa inaitwa Nafsi. Nafsi yangu itakusifu. But I think ulipata ile albamu ya pili. Ya albamu ya kwanza haikuwa quality poa sana. Albamu ya nilipata ya pili. Ya pili ilikuwa na Kikuyu songs. Ya pili ndio ilikuwa na Ngumo na Ugoshi. Then Ngumo na Ugoshi, hebu kwanza tuimbie kidogo. Ngumo na Ugoshi rogoshokerera yendere ndugata shakushaimagara tangorokete. Sasa nakumbuka hiyo ngoma kwa sababu hiyo ngoma nilikuwa naicheza sana kwa mitambo. Nakumbuka. Ando wasemu ulicheza vocals pale, sauti. Kwanza ilikuwa poa sana. Then hiyo album haikumarketika kwa sababu ya Mbona. Hiyo ndo time Deno naye alikuja akapatana na Daddy Wen. Deno akapatana na Daddy Wen. Okay, tulikuwa naye for around kidogo tu. Nilipata hiyo nini inaelekea kuisha, so nikawapata. Nilipomaliza shule kwa sababu nilikuwa nafanya computer. Tukakaa nao kidogo. Walipotoa Mbona, unajua saa mimi sikuwa. Nikabaki hanging. Sasa nikashindwa nitaenda wapi juu album imesimamishwa ku market na ndio ilikuwa tegemeo. So kutoka wakati huo since kwa upande wangu hakukuwa na support ya music. Wow, kina Deno walikuwa kinisupport. So I was left stranded. Nikashindwa nitafanyaje. But walipokuwa huko wakanitafutia show, nikaenda Churchil kidogo. Wacha nikwambie, show ya Churchil ni kubwa. Ukiingia huko the way ni show inaweza kupeleka mbali. But according to ile type ya comedy yenye nilikuwa nafanya, nilikuwa na need show ingine other than Churchil. Ambayo Churchil show yake nini yake kubwa ni hizi stand up comedy. Unajua watu wa West wanapenda sijui nini. Na hiyo joke mimi sikuwa nimezoeana nayo. Nikajaribu kufanya that style yangu. Haikumake. Nikaamua acha kwanza nitoke. Nikuje saa ile niko tayari. Nikatoka. Kukaa kidogo nikapigiwa simu, nikatumwa message na madam mwingine anaitwa Joy. I think unamjua. Joy namjua. Niambia kuna audition mahali. Hiyo kipindi iliwahi kuja KTN I think. Ilikuwa inaitwa Mr. Speaker Show. Niende huko. Kabla ufike hapo KTN. Pale Churchil nakumbuka kufanya comedy za kina Kibaki. Comedy kina Kibaki, kina Uhuru Kenyatta. Hebu first tuguzishi hapo. Unajua kuna mtu anatazama. Labda anashindwa msi ni nani? But maybe ukicheza hiyo comedy moja ya Kenyatta, cheza ya Kenyatta, ya Kibaki, ya Raila, kama 3-4 hivi, watu wa relate nao. Jokes kama 3 hata kama ni za saa hii ama ni za kitambo. Sasa nilikuwa nafanya hizo. Sisi watu wa Kenya tunataka tukae kwa amani na umoja na tuache hiyo michezo tunafanya matusi. Na kuambia ile matusi iko katika Kenya hii. Na kuambia ile matusi iko huku. Lakini tunaendelea pamoja. Sisi tunataka kusema kwamba sisi tutakuwa kama Joshua. Sasa ambao walipeleka watu Canaan. Pili tunataka kusema kwamba sisi ndio tutapeleka watu Canaan. Tulikuwa tunaimba zamani wakati wa freedom fighters. Tunaimba pole pole uhuru, pole pole Kenyatta, pole pole uhuru hapa Kenya. Sasa ni wakati wa ukombozi wa 3. Sasa tukomboe nchi hii. Bas.
Afikiria mmesikia kile ambacho mwenzangu amesema. Kile amesema ni kwamba amesema na hakuna haja kurudia, na hiyo ndio jambo la maana sana. Yes, what am I saying? Ningependa kusema ya kwamba nikiwa kama mtu wa maendeleo chap natafuta mtu ambaye atakuwa running mate ama mimi nikuwe running mate wake. Yaani kazi yangu ikuwe ni kukimbia. Running. Yes, that is the meaning of being a running mate. Tunatoka hapa Uhuru Park, tunakimbia mpaka Ambassador. Now, what am I saying? Nothing. Nothing. Yes. So yes. Hapo tulianza, if I'm not wrong, tulianza na Uhuru Kenyatta. Tukakuja Raila mheshimiwa. Then tukakuja mheshimiwa the late Mwai Kibaki. Alafu Mutua. Mheshimiwa Mutua. Mutua wakati huo sikuwa nafanya sauti ya Mutua. Nilidevelop tu polepole. Nilikuwa nafanya pia Kalembe Ndile the late hizo. How many? Ni sauti ngapi ungeweza kuimitate by then? Wakati huo nilikuwa napenda kuimitate Moi, Mudia Wori, nani huyu Kibaki, Kenyatta nimemsema, Lucy Kibaki. Alikuwa mtu fani sana. Wala wanafikiria at State House ni kitu ya maana. Ile kitanda iko ni about tu. Hakuna kitu kingine ya maana. Alikuwa yeah. So but then alafu after hapo nikakaa na comedians wengine, nikaanza kudevelop, nikaanza sasa kuimitate Waluya, Wajaluo, because it is wide. Sasa nikiingia kwa hiyo sector, unajua haiishi. Si una imitate politician, kesho unakuta hayuko. So hai make sense saa zingine. Yeah, though ni mzuri kwa watu kuentertain kwa sababu wana relate na wao. But niliwiden kidogo. So you went, ukaenda kwa Mr. Speaker show. Kaenda Mr. Speaker, nikapewa audition, nikafanya. Nakumbuka nikapigiwa simu, nikaambiwa nilipita kwa hiyo audition. Nikasema kweli Mungu ni mwema. Nikaenda nikasign contract. Wakati huo bado niliitiwa barua ya college ya walimu. So una imagine mimi ni mwalimu saa hii by profession. Koja turudi nyuma kidogo. So pale shuleni ulisoma ukakuwa mwalimu? Yaani nilipomaliza form 4 2009 nilikaa nikihustle. Baada ya kwenda Churchil nini 2014 nikajoin teaching Machakos. Because waliniambia hii kazi ya media haina job. So unajua wazazi. Nikasema mimi nataka kufanya media. Kaniambia kama ufanye teaching, sasa sijui tutakusaidia aje. Nikakaa tukapambana na wao, but yenyewe hata saa hii. Okay, they mean well for me but I think kile wazazi wengi wanaonaga ni job security. Yeah. Unapata wanakuambia hii wezi that kuna wengine watakupatia nafasi ya kuprove ya kwamba it works. Lakini kuna wengine watakunyima. For me nilifanya teaching. By the way hata pesa yangu ingine nikalipa school fees. But mpaka saa hii sijapata job. Ngoja kwanza. Unajua Peter? Yes. Hatujui nani atazama kwa issue yetu. Yes. Labda kuna mtu pale hivi ako na shule yake na amekuwa kitafuta mwalimu. Na maybe mwalimu maybe wa level yako. Yes. Ni teaching ya high school, ya primary? Kwa asasi ambao ama shule ambayo inataka kunialika. Mimi nafanya kazi, nimesomea primary. P1. So P1. So na ungetaka kupata kazi ya kusomesha? Yes. Currently what are you doing? Currently mimi nafanya tu dramas. Niko na group inaitwa Overcomers. Tunafanya audio dramas tukiwa mbalimbali. Lakini unaweza fikiri tuko pamoja katika hiyo acting. Tunachanga tuna record through audio apps.
kuna editor anaitwa Evans, ni mkali sana, Evans Kinga. So tunafanya acting. Na YouTube channel yetu bado ndio inaanza. We are still doing that. Think nikipata kazi ya teaching naweza furahi. Though saizi nafanya acting because saizi ndio iko kwa damu. So ndo na that's the only option uko nayo. That's the only option niko nayo saizi. Sasa turudi pale kwa Mr. Speaker show, ukaitwa nini, ukasign contract. What happened later? Haya, nikafanya hiyo show. Nikiwa bado nafanya teaching. So nilikuwa naamka asubuhi. Sasa nyingine nilikuwa kichwa ngumu because lazima ningeshikanisha hivi vitu. Pesa unakatae. Unajua pa episode ilikuwa ka 10k. Nilikuwa naamka usiku. Natoka kwa gate. Unajua wamaochi huko ni Wakamba. Wapi ile nini form ya kuyasa? Ulichukua form? Ya mimi si kuchukua juu mwalimu hakuwa. Unajua unapunja selia. Unaona? Wapiga. Sasa wale watchman wa Kamba. Ati wapi ile nini ile form unajaza ukitoka. Iko wapi? So mimi sina form juu mimi si kuchukua. Mwalimu unajua tubanangi kazi hivyo. Uende lakini tubanangi kazi namna hiyo. Atupani hivyo. Mimi nilikuwa natumia kichwa ngumu naenda. Bahati nikiwa tunafanya weekend. At least nilikuwa naenda jua kukuwa na sheria kuchukua leave out. Nilikuwa naenda saa 10:30 asubuhi. Tunaenda na mademu. Na acha nikwambie. Huko college ukiwa na pesa unapendwa sana na mademu wanaona. Kama wewe ni VI. Ati kama wewe ni visual impaired. Oh, VI. VI. Huko unachukuliwa kama ukiwa na pesa. Ukiwa na pizza sasa. Ngoja siku moja uishiwe na pesa. Sasa katua. Ukiwa na doni pita. Kama sasa katua. Niko poa. Lakini acha nikuwe na pesa hiyo next week. Pizza, sinaweza kuguide. Kaki pizza uko smart. Hiyo time unapata mpaka ukijitieni smart. Utakuwa na haja nayo. Ukiwa na pesa unaitwa jina yako ya ugali. Katua. Sasa katua. Kwanza ile hakuna mdundo. Sasa katua. Hivyo tu. Kuliendaje after umemaliza pale? Contract ilikuwa na how long? So contract ilikuwa ya 1 year. So mimi nilikuwa nimesema nikimaliza hii college nashika acting sasa mbaya mbovu. Hii kipindi inalipa. So nitakuwa nikiattend. Nitakuwa nikiattend nini zote. Acting zote. Juu sikuwa na attend zote. Nilipoteza pesa mingi sana, close to around 200k. Juu ya hiyo. Juu ya teaching. Juu napata zingine na attend 3 because ujinga wangu ni kwamba niliwaambia ni kwa shule. So wanitafuti. Kumbe wamesave pesa na mimi sijui. Nani wamesave pesa? As in hawa watu wa show wamejua kuna kitu wamesave pesa kadhaa zile wangenili. Nilipa no problem takutafutia time nyingine. Na wanataka kuongelea vizuri but sikujua pesa nimepoteza. So nikafanya kumaliza hivi. QTV ikafungwa. Ilikuwa kwa QTV hiyo kipindi. So nikuanza kuhustle. Sasa nikwambie nilihustle. 2017 nikapatanga marifaa, nikarudi kufanya rifaa za teaching. Za teaching wakati huo. So now nikapata rifaa, nikapita 2018, 2019 nikagraduate. So hapa ndipo nilipo sasa hivi. Nimejoin group zingine zinani waste. Because mimi nataka kurudi mali nilikuwa. Wengine ambao wajaonja hiyo kind of life, they want to go at their own pace. Sasa naona ni kama wanani waste kabisa. Nikaona acha nipate na watu wenye tutaanza tena. Wenye wanajua kitu na face. Okay.
Na mtazamaji wetu, kama vinyo mnavyosikiza mahali tumefika, story ya Peter bado inazidi, na hapa najua tutacheka. I know maybe some of you wali expect hapa tutakuwa maybe tunalia or anything. This guy hahitaji huruma. Huyu jamaa ni msalichukua life vile iko na kai accept na tunasonga vile inafaa. He's one humble guy I know. Ni jamaa moja tu yani ukikaa na Peter hauwezi boeka, but he's one guy who needs your help. So, wacha tukae tu hapa tuendelee na Peter. Yes. Sasa najua kuna mtu anatazama pale. Anauliza, Peter, mambo yake juu Peter ni msafi. Nani anamfulia nguo, nani anamnunulia manguo ama ana survive aje Nairobi? In fact kuna vitu zingine society wanashangaga sana. Unafunza aje? Unafunza. Exactly. Hata ukiprove uko na certificate wanafikiria ulipewa. Ulipewa ulienda akio yetu mpe. Ako na grade gani? Ako na 4. Akitumwekee hiyo. Akioishe. Aki shika. So they believe that sisi kazi yetu imekuwa rahisi. Okay, lakini mmesoma. Yeah, na imekuwa challenge by the way. Unajua hata wengine tunatetea rights za ati VI tupewe hata watu wako na disability. Tuongezewe mshahara, wanafikiria ni starehe. Ili tufikie mahali mko sasa nyinyi watu mko sawa tuseme. The so called sawa because hujafa hujaumbika. Wanafikiria ni starehe ati kuongezewa mshahara. Wacha nikwambie kitu kimoja. We need ili tuandike vile nyewe mnaandika with a lot of secrecy bila sound. Unajua sasa hii simu yetu iko na sound. Sasa zingine ina siri. Haina siri. Lazima ukifinya usikie venye ina. M-Pesa, you have received 200 shillings from +254734. Sasa kai sikia huyu amepata pesa. You know, hajaangalia message. Sasa ili kuandika with a lot of secrecy. Sisi tunatumia kitu inaitwa braille. Tunagusa hivi. Kuna machine special kabisa niliona ya kuandika na kureceive messages. Inaitangwa braille note. Bei yake ni bei ya gari. So mambo na ku tax exemption ili tuwafikie inahitaji vitu vingi sana. At least tukue hatuwezi kuwa equal sana but at least tusemekane at least we are somewhere. Tuko katika mapu ya dunia. So tukirudi hapo kwa life na maji mimi najifulia nguo, najipigia viatu rangi. Wengine wanaulizanga unakula aje? Utakosa aje kujua mdomo mahali iko na unahisi? Unajuaje kumekuwa usiku? You know? By the way, no. Mnajuanga aje? The way you know, okay, instinct. Tumejua kumekuwa usiku, kumekucha. Kasa una guess ni saa ngapi? How guess? Sasa you guess. How guess? Sasa unajua ni 5. Ama tunaelekea 5. Wait. So it's exactly it's 5:23 hapa. No, umejua aje? Sasa nitakwambia nimejua aje because vitu zingine sitaweza kuexplain vizuri vile nimejua, lakini vile tu mtu ujua time wakati, hata si kuangalia saa, nyakati tu. Unajua mtu anaona atafikiria amejua kwa sababu ameona, lakini surely si ukweli. Ni mtu ujua tu automatically saini saa fulani nini. Hakuwezi kuwa baridi saa 6 ya mchana useme ni saa 2. Iwezekani. Why? Huwezi kuexplain. Ni kama vile saa hizi kuna kitu kingine siwezi kuexplainia. Kujua key naweza jua unaimba na key gani, lakini kuniambia nikuelezee ni aje nimejua ni ngumu. Musically uko sawa? Musically najaribu. Najaribu tu. Naweza kuambia ni key gani umeimba nayo. Kwa mfano ukicheza song fulani naweza kuambia hiyo ni key fulani. Ukienda ku prove ni hivyo. So hizo ni zile God given. Zile God given. So kujua kufua nafua. Najua kupika kidogo. Naweza pika chai, wali. Chai mzuri tu.
Alafu mwenye nilijifunza kupika pia na kuhakisha gas ni kazini yangu mwenye ana uwezo wa kusikia, by the way. Hana uwezo wa kusikia? Yes. Sasa alikufunza aje? Alinigusisha tu mkono. Nilimwambia niwekee maji ya kuoga. Na hasikii? Akanipatia kiberiti. Tunawasiliana. How? Yeye ako na ka speech kidogo, lakini kama hujamzoea huwezi jua nini anasema. Kwa mfano ukisikia akisema barr, hiyo ni 100. Kama wewe hujui nini hiyo. Pita utaenda hivyo utanitukana hapa sasa. Ukisikia unasema barr, hiyo ni somo moja. Hiyo ni somo moja. So mazoea unamwambia I want to bath. Bath. Si amesoma lips. Na plus anasikia kidogo tu. Anaona. Anaona. Okay. So alinigusha tu kiberiti, akaniambia niakishe, anambia on. Nikahakisha, alafu akanigulisha mahali pana. Nikasema okay. Akasema ya. Nikajua ameelewa vile nimeelewa. So akafurahi. So kutoka wakati huo nikaanza kujifunza kupika chai. Mara ya kwanza nikipika chai sikuwa najua kutoa kwa sufuria. Nilikuwa naweka kwanza kwa jug ndio niweke kwa flask. But vile mambo ilikuwa ikiendelea nikajua kuweka sasa kwa flask. Ikiwa moto hivyo. So nilikuwa nakunywa chai imepoa kitambo. So nikazoea hivyo, nikasema kumbe ni hivi. Mchele na inahitaji tu a lot of care. Unajua mtu waoni na anajua kupika, anajuanga kupika chakula kizuri. Hasa wacha tuingie kwa mademu. Atakupikia chakula na utashangaa imepikwa aje, kwa sababu quality yake ni mzuri because she's more careful. Unajua mtu anaona ataangalia tu, atapima na macho maji. Na sisi lakini sisi tunapima exact. Kama mchele ni nusu nihitaji na ni vikombe 2, tunapima maji vikombe 4. Na ni hivyo. Sasa cheza na moto tu, cheza tu na moto. Usiweke moto nyingi ikauke. Sasa wewe ngoja pita pia. Yes, wewe unakupanga. Sasa yes, utajuaje kucheza na moto na uoni hiyo moto? Unapunguza. Azin goja. Gas iko na sauti, sawa? Vile unatoa sauti, unajua moto mwingi na ni sauti kubwa. So the more unapunguza. So mchele uko karibu kuchemka, punguza moto. Hadi kau. But sasa haujui utapima kiasi gani na ukajipata kalizima kabisa. Au utaacha kusikia. Hayezima. Hiyo sauti empty bila moto unajuaga. Empty. Sauti empty bila moto inajuanga. Empty inakuanga lakini na moto inakuanga kuna kuanga na kaufa fulani chini ya maji. Kaufa. Sasa umetupikia wali. Sasa yes. Let's go to another question. Yes. Tuulize wakati ulikuwa unasoma. Yes. Ni challenges gani ulipitia? Wajua at time kuna ushaikuwa na ile kale kahisia wase wanakudharau ama wase wanakuonea. Lakini I thank God ya kwamba hiyo nilipitia nikiwa mdogo ikapita. But sijui kama naweza chagua niteseke nikiwa mtu mzima, nibuliwe nikiwa high school ama nikiwa nursery. Atuchague? Kwa sababu nursery ndio worse. Mimi nilipitia the worst thing I've ever, hata mtu mwenye kwa high school sidhani kama amepitia. Kwani what was it? Nursery nilipata vimtu vikubwa. Ya miaka 14. Nikaa zitolewa street. Street. Yes. Watu wazima wanajua na tulikuwa tuna mix wasichana na wavulana. So hiyo mixture kuna wale walikuwa werevu na waliokuwa wakubwa wetu. Jamaa alikuwa anacheza nao wasichana kweli kweli. Wait. Walikuwa VI pia? No, walikuwa naona kiasi na hiyo macho yao ilikuwa inawasaidia. Lakini ilikuwa inawasaidia opposite. Kwa sababu kama ni kuwasaidia hiyo waliharibika kitambo. Aje. Sasa kwa unajua kucheza na wasichana nursery school. Si washachanuka mapema.
So mimi nilibuliwa nikiwa nursery na part of lower primary miaka ya 90s before after hapo nikapotea kidogo miaka 4. So katika hiyo bullying nilikuwa naumwa mashavu. Nyi Wakikuyu mnaitanga makai. Hawa makai yanashikwa hivi kuumwa ama kuchunwa. Yanaumwa na mdomo. Gai akorage. Aturage. Sasa nafikiria plani yake ilikuwa, alafu alikuwa na tabia ya okay, this might be sensitive wale watawatch lakini tutasema tu sasa, tuseme tu. Alikuwa na tabia kwenda short call na long call kwa vitanda za watu. So I was one of them. Intentionally. Jamaa mnacheka pamoja, unacheka. Unaona mtu analala na tumbo, unasikia mfereji, unashangaa kitanda imekuwa joto all of a sudden. Kwani mmelala kitanda moja? Amekuja kukutembelea kwa kitanda. Tuseme ni ile tu mmekuja kucheza nini. Amesikia mkojo. Siendi choo mimi. Doleka. Siendi choo. Mwanza anaamua kulala kwa tumbo hivi, unafikiri amelala usingizi. Unasikia unashangaa we na kuna wakati mwaienda long call, mimi sikusikia. Naamka hivi saa 8 ya usiku, nashangaa kwani huku kaigudhiri yake. Sasa unashangaa kwani nimelala kwa choo nini? Nikainua blanketi hivi. Na unajua nimelala bila shati. So you can imagine the scenario silent atan. Nuli hora Luisi Ogu. So nika assume. Nikainua blanketi hivi, nikatan. Nikasikia nimelalia kitu kingine baridi. Kuamka hivi, ndio sioni. You can imagine what happened. Karo gatire na Ngai. Kinywa blanket hivi nikasema oh my goodness. Jehova. Umeoshwa? Una swim kwa matope? Nikarifarifa blanket hivi, nikarusha, nikasikia huko chini. Kitu kikaruka na huko. So kumbe nimemake mess ingine. Yenye kwa nimeangushia mtu katikati ya dom. So unajua sisi nursery school tulikuwa tumezoea kuamshwa saa 10 ama saa 9:30 hivi kwenda short call. Tulikuwa na wamama walikuwa tunaita house mothers, the guardians huko. Sasa wakatuamsha. Mimi nikaamuka innocently. Nani amekunya domu? Sasa tukaambiwa, wewe Peter, ni wewe umefanya hivyo kwa ndomu? Hapana. Nikasingizia Mmasai mwingine juu nilihang. Unajua ujui utasema nini. Unajiangalia hivi unajiona kweli sio mimi. Ni jamaa mwingine Mmasai nikamsingizia. Akatandikwa na mti ya kifagio. Unaona ile mti ambao ile? Ile mti alafu chini ni brush. Sasa hiyo mti, hiyo kifagio ilikuwa shaya katika. Sasa hiyo mti ilikuwa ya kutandika wasee. Sasa akatandikwa nayo. Nduru. Tukarudi kulala. Sasa asubuhi kuamka, kuna ile remains kwa bed yangu. Nikatandika bed. Peter, umefanya nitandike mtoto wenyewe bure. Na ni wewe? Hebu kuja hapa. You can imagine nikipiga nduru. Na wakati huo lakini sikuwa na base. Sasa you can imagine saa hizi niko na base. Hata Wakamba mnanga base. Sasa yuko na base? Mimi? Niko na base kidogo. Ukifikiria. At least niko na base kubwa. Base kufwa. Sasa nikapiga nduru, nikafulishwa hizo makaratasi. Unaimagine unafua karatasi bwana.
Na wewe hizi makatasi gumu ya Vyandarua. Hiyo time unachapwa. Hausemi ni ule rafiki yenu ule. No, sisemi juu hata sina okay, niko na uoga kwanza. Huenda si yeye, huenda ni yeye, lakini percentage kubwa nilikuwa najua ni yeye. Sisi tukapigwa. Huyo Mmasai kwanza sasa yeye hajawahi jua nani. Yeye anafikiria nilimsingizia. Sijui nitampata wapi hadi waleo sijaionana naye. Lakini tulisoma naye hadi primary, akamaliza class 8 akaniacha. But hatukuiongelea hiyo issue. Iliisha tu hivyo. Nikachapwa, nikafua, zikakauka. Sasa ujinga ni, unaona vile wamama wanaambiaga mtu, "Wewe pita." Na waribu kitanda tena. Na mimi na ujinga wangu nikasema, Sasa unamaji unasema hujaelewa nini umeambiwa. Waribu kitanda tena. Nikaambiwa. Sasa nikajua, kumbe nimeambiwa vibaya, singefaa kusema ati. Sasa ikaisha hivyo. Tukaenda primary, huyo mtu tukaachana na yeye, lakini wale watu tulikuwa tukisoma na wao nilikuwa wananipiga tu ovyo ovyo. Imagine mimi ndio nilikuwa nachapwa sana na watu wengine wenye wanaonekana akili kidogo nikaa nitahira kidogo. Sijui kwa nini walikuwa wanaona watu wanafurahi wako na akili mbaya, but mimi nilikuwa nafurahishwa na vitu vidogo dogo kama chakula. Mwindi amekuja kutuletea food. Sasa nilikuwa nafurahi. Wewe ukiangalia vile nilikuwa naburuka najikausha hivi. Alafu coffee. Yaani nafurahia tu. Mtu anapenda kufurahia chakula kwenda huko. Unapigwa coffee unafurahia tena. Nakasirika. Sasa mtu hafai kufurahia. Yaani wewe ukatuni hujaanza saa hii. Sijaanza. Hata my dad alikuwa anajua nilikuwa ongelesha kama dem, na huyo dem namuita jina, natengeneza jina ya dem. Unajikatia ama unakatiwa? Nilikuwa na kama tuko shule. So tunatengeneza kidrama kia shule. Tumemix. Dem ndiye house mother. Huyo dem namuandika jina fulani. Nao actors nawapatia kila sauti ilikuwa na jina yake. Okay. So nilikuwa na award. Sikuwa najua ni talent by the way. So my dad alikuwa anajua hiyo. Sawa. But sasa tukaendelea hivyo tukafika. So nilipofika 95-6 hapo nikaacha shule. Uliacha shule kwa nini? Sijui ilikuwa negligence, na wakati huo fee ilikuwa inalipwa. Ilikuwa imeongezewa, imekuwa inalipwa 1400 kutoka 600. So it wasn't that expensive. It wasn't that expensive. It's like nikaa kutupania responsibility. Wewe hapana, babako afanye hii hapana. Sina pesa, uncle zako akulipia. Nani? They should be responsible, you know. So unapata si kusoma miaka for the next 3.5 hapo years. Nikarudi 99 tamu ya pili. Now I got people ambao ni watoi lakini mabeshi sasa. Nilipata life ingine tofauti. Ambapo sasa ndio nilikuja kugundua kumbe I have a talent, because sasa nilianza kuinteract poa, wakaanza kuniona mimi ni mtu mzima. Mpaka wale walinidharau, nilikuwa nauliza sasa mlikuwa mnanidharau kwa nini sasa? I had sasa confidence now to ask. Sasa saa hii ndio kuna mtu anatazama pale. Na sasa anauliza nini? Deno na wife. Una wife? Una bibi? Mimi kama Peter, wacha niseme sasa sina pesa. Mimi kama Katua mimi kama Katua mimi sina wife. Una wife? Una bibi hai? Ile niko nayo ilikuwa BBI, lakini sasa sasa nikabaki na kutafuta bibi. Lakini hiyo haiko. So huna wife sasa, huna bibi? Sasa sina bibi. I'm single. Do you have a girlfriend? No. I was dating before. But wakati ule nilikuwa kwa Mr. Speaker show. Alafu baadaye nikadate mwingine pia. Wakati ule sikuwa na pesa. Wakati ule sasa mimi niko Katua saa hizi. Ukiwa Katua sasa? Sasa niacha kuwa Peter. Niacha kuwa Peter. So my dream nikingojea kuwa Peter tena, nataka at least my dream ni kupata mtu mwenye
sasa hivi venye niko ani appreciate, because as time go by na nikuja kusucceed, of which nitakuja tena kurudi venye nilikuwa na niendelee, utapata madem wenye ni vigumu sana kujua which is a wife material, who is a wife material. Ikikosekana sahi it's okay, but that is my dream, now which I can't force. Nisianze kuambia tunatafuta mtu but it's my dream that nipate mtu mwenye atani appreciate. That a God-given wife. A God-given wife. Either that will understand you the way you are. Either a VI or mtu mwenye anaona ni sawa tu. How mind whether ni VI? Yeah. By VI we means is visually impaired. Visually impaired. So so we hauchagui. Mr. Gui. Wife mwenye atakuunderstand. Yeah. Peter anatafuta dem mwenye atamuunderstand venye yako. Wife atamuenda kumunderstand. Sahi as you're speaking, wife Peter is not working. That's why anasema sahi yeye si Peter, sahi yeye ni Patua. And a message to all sighted ladies. Acheni kuunderrate VIs. That is the truth of the matter. Ukiwa na dem mwenye anaona, acha nikwambie Jefasi. Ukweli ni kwamba lazima ukuwe na pesa maradufu compared to a fellow VI. Lazima ufanye bidii sana kuconvince ya kwamba you can be up. You don't have to convince. Sisi ni watu wale kama watu wale wengine. Sisi watu wale kama watu wengine. Kama ni hisia tuko nazo tu. Hisia kama kuna mtu ajui hisia nini ni feelings Uko romantic. Ni feelings. Sema romantic. Watu Wanyeri wanasema romantic romantic Kwa hivyo si tuko tu katika hiyo kiwanja. And so msitu underrate, msiseme ati like the time tulifunga hiyo kipindi ya Mr. Speaker, I went to that party. Watu walikuwa nakunywa nini, sisemi ati nakunywa, but unapata mtu vile anakuchukulia, si anakuchukulia mtu very innocent based on your disability. Wanaongea story akimsimuharibu mutika sijui walikuwa nasema mutika mudhoki aki ni mundu wa Ngai akimsimuharibu. Wanaongea stories za love ni alafu akifika kwako in the book of Jeremiah, God has good plans for you, usiworry. So kitu moja, wacha niulize swali Peter. Mbona hampendi kuhurumiwa? Hatupendi kuhurumiwa because kuhurumiwa inakaribishaga madharau. Inakaribishaga madharau in a way. Wanakuona nikaa kuna kitu wezi fanya akiwoye. Ama unapimwa kulingana na huruma yake, anakupima. Kuna mahali hauwezi fika. Tupatie opportunity. Tupatie opportunity. Lakini kwa upande wa pesa tuongezee bwana. You know, kama ni mshahara, because life is too hard for us. Kama ni ngumu kwenu na je sisi lazima tukue material ya kuandika. Wacha nikwambie Jefasi, paper 60 bob 60 yenu ya kuandika yenu kamoja tu kapisi. Ni vile sasa kuna watu ambao wanaweza saidia kama CBM walikuwa napeana Center for something hapo. Ilikuwa wanasaidia kidogo. Actually kama ni sisi kujifanyia sisi wenyewe, fee hata tungekuwa tunalipa 70,000 primary. Kwa sababu ya karatasi tu. Makaratasi. Wacha niulize Peter. Kwa life yako kuna time ushai feel like God has forsaken you? Ama ushai try like try kutafuta a way yenye unaweza ona? Kuna wakati watu wanaona ni kama unakosa mtu wa kukupeleka mahali. Kila mtu ako busy. Unashindwa sasa akitafanya aje. Hauna pesa, hata huwezi pigia mtu wa bodaboda. Wakati huo sikuwa najuana na bodaboda yoyote. Saizi at least umefika kwa stage nafikiri umeambiwa. Sikuwa najuana na mtu yoyote. Nikikosa maybe hata ni hivyo tu. Na ngojea hii event imepita. Alafu sasa hiyo ndio mtu anakuambia usijali, na alikuwa na uwezo kukupeleka. So it's like mtu anakuona unafaa kukaa kwa nyumba. Ndio hata kuna siku nilikuwa naambiwa sifai kuwa na beshte nikiwa siyuko shule. My dad he believed that
Warafiki ni marafiki wakati uko shule. Ukitoka wewe kaa na life yako, ufai kujulikana na life yako. Kwa nini ufai kujulikana kama life yako ni inakaaje? Si inaonyesha kwamba kuna kitu ambayo iko hapo. So kuna wakati mimi ninafikirianga. Alafu inatoka, haikuwa inakaa hapo sana, najiambia God has a purpose. God has a purpose. So kuna wakati tu unakaanga chini unajiuliza hii life yenye naishi. Stagnant life, au move. Saizi nafikiria hata watu wamechoka kunipatia pesa ya kuendanga interview, because interview ikitokea ya DSC nilikuwa naenda ku apply. Kuna watu who understand wewe kama vinyo ulisema hujaipoteza macho. Yes. Wewe kwa mind yako shaikuwa na doubt ya kuna possibility naweza ona. Hapana. But kuna wakati nilikuwa na hiyo faith. But nikakuja nikaona maybe Mungu hataki nione for his glory. Kuna wakati nilikuwa nimepelekwa Uhuru Park kuombewa. Lakini sikuwa najua, ilikuwa 93. But ile nilikuwa najua ni ingine ya jamaa mgaya aitwa Mugaya from Uganda 98. Tukiwa tu hapa akaletwa. Sasa watu wakaombewa, anti yangu mwenye alikuwa na hiccup akaombewa, ni hiccup akaombewa, inakaa funny but alikuwa nayo. It was severe. Akaombewa, imagine alipona. Alipona. So ikafikiwa wakati mimi nikaombewa, nikashikwa na macho namna hii. Sijui kama naweza kushika. Nishike tu namna hii. Biblia inasema imani pasipo matendo ni kufa. Sasa nataka nikuombe. Akaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namwombea huyu kijana akapate kuona. Pokea macho. Pokea macho. Alafu anakuvuta hivi. Pokea macho. Alafu akakaa, kagusa hivi, alafu anatetemeka hivi. Akaona sioni. Akanyamaza, nikaa kuna kitu anasikiza akiambiwa. Kesho ni siku. Kesho ni siku, because hiyo saa ikufaulu. Utaona kesho. Alafu nikangojea. Mzee nilikuwa nala na a lot of excitement. Kesho yake nikangojea saa 3. Sioni bwana. Saa 6. Alafu nikaanga ananiuliza, bado? Pia alikuwa believe, ana believe aliomba sasa utaona. Sasa bado huyu mwenye umemwona friend ananiambia bado. Namwambia bado. Saa 10 kafika. Bado. Nikafikiria jamani kunienjoy nini? Wewe mwenye hata ananiuliza bado. Kaa kunienjoy nini? Toka siku hiyo. Na hii nikasema hapana. Mtu aniombea kwa kitu kingine. Lakini si ati kuona. Wacha Mungu aniombee, mtu aniombee Mungu. Maisha yangu ikuwe tu sawa. Glory ya Mungu, Mungu akue glorify kupitia my blindness, hivyo tu. Lakini nione sasa hiyo sasa zinasemanga hapana. Plus saa hizi niko na many reasons zinaweza nifanya nisitake kuona. Itani confuse life yangu vibaya sana. Kwanza sasa kujifunza sijui kuandika, kutaka kujua colors, itabadilisha maisha. I think itanichanganya tu. Tatu ikae. So, najua Dino tuna watu wanatazama hii video. Na wangetaka maybe kuna mtu pale angetaka kusupport Deno. Peter. Peter. Ole. Angetaka kusupport Peter. Na vile angetaka kusupport Peter, ni nini kwa maisha yako nasikianga unaweza taka kufanya? Ni biashara, ni kusoma, ama ni unajua kuna mtu pale anasema unaweza taka kusimama na Peter. Either maybe ni mrekodi muziki kama yeye ni msanii, either kama ni mcheza keyboard, ni mnunulie instrument, either kama ni mrekodi plays, kama ni msupport, kama ni hizo comedy zake ni mnunulie kamera ama simu poa, the way ama ni wapi, ama ni biashara ni muwekee kitu kama hiyo. Hiyo pande wa entertainment ni wide sana kwangu, because niko na vitu nyingi sana naweza fanya. Hata saa zingine inakuanga ngumu kuchagua between music, but you need to, na comedy, but I need to. Saa hizi
as I said niko na group inaitwa Overcomers. Na sasa mimi si leader huko. Imagine tunajifeel through tuna own the group. But we need I need cameras zitumike kwa group. Na need camera, na need lapel, na need boom mics. Ili sasa wakati tuna record na simu pia because tunaweza mix. Ili wakati tuna record hizi dramas tukuwe na option ya kupiga video. Unajua saa hizi tuko mbali tunatumia audios but pia zinaweza tusaidia kwa saa ile tunapatana tupige tu kivideo tu kizuri. Video yenye ikionekana na watu na tuko na editor mzuri pia anaitwa Evans. I believe one day mtamuinterview. Anaishi Kitengela. So tukipatana na vitu kama hizo na tukuwe na at least finances za kuanza studio inaweza tusaidia kwa sababu wait, the events you're talking about ni still VI? Anaona kidogo karibu 5% ama 10% kitu kaa hiyo, lakini hiyo macho kidogo inamsaidia kuedit. I think nimemuona na namtafuta pia niweze kumfanya interview. Yeah. So swali ni Peter, so mtu yote angetaka kukusupport pale asimame na wewe, either kununulia kamera, kununulia either boom mic, vitu kama hizo, rappel. Rappel ni hizi tunatumia kuchukua nazo sauti. Sasa usipochunga vizuri wakati unachukua video unasikia usipozipima vizuri unasikia hizo sasa. Hizo but sasa sema hizo sasa Deno, mtu ametaka kukuwekea biashara. Unajua at the end of the day kama hii kazi tunafanya hapa haitulipi kila siku lakini kukula tunakula kila siku. Kuna watu tunaishi nao hapa, ni nani hao? Sasa if at all mtu angetaka kutusupport anaweza to reach. Niko na account yangu ya Facebook inaitwa Katua Peter, my page, fan page yangu Katua Peter. Niko katika YouTube Peter the Comedian Kenya, utanipata pale. Na pia naweza pena contact zangu if at all kuna mtu anaweza support hivi. Kama kuna mtu anaweza nitumia M-Pesa kitoko at least naweza furahi sana. Unaweza tuma kwa 0701 412 278. Yeah, 0701 412 278. Anaweza ni hara. Anaweza ni hala yani. Anaweza hala. Anaweza kuhala. Yes. Hala him. At least tusaidiane. Akuvutie nangos. Nivutie nangos. At least nivutie. Na sasa wazee wa siku hizi wameshaanza kujua sheng. Hata kama kuna words zingine zenye naweza tumia zifai kwa word kwa sentence. Mase nilikutumia nagos. Nilikutumia nagos. Si ati alikuvutia. Alikutumia message. Nilikutumia nagos na ukureply. Hiyo ni message sasa. Wazee wa miaka 70 and I'm telling you this guy is crazy. Now Deno, Peter. Mazee so much. Yes. Mkisikia nikitapita Deno tafadhali mniwie radhi. Nilihappen kujua Peter through Deno, the guy behind the Bona. That's why na confusana na Deno. But these two guys are my good friends. Tumetoka mbali sana. Niko nauliza swali moja. Kuna mtu anajiuliza pale. Unajua kuna mtu hana maybe uwezo wa kununulia kamera. Unajua fadhali tuseme kweli. Kuna mtu pale angetaka kutumia hata 100 ama 200. Anataka kujua Peter wanaishi na nani? Analipa rent ama nini, vitu kaa hizo. Mwanzo yuko ni kwake ama namna gani? Unajua kuna mtu mwingine atasema mimi nataka kumsimamia nimlipie rent ya mwaka moja. Yes. Mimi siishi kwangu but it's my dream that niishi kwangu. Hata kama nika nyumba kadogo. Mimi naishi na ndugu yangu anaitwa Fred. Acha nikwambie kitu kimoja kuhusu Fred. Amekuwa so supportive. Na sisemi hivyo ati kwa sababu ya nini. Amekuwa so supportive yeye na wife wake. Amen. Wao ndio wamenilipia kurudi shule hiyo miaka 4 nilikaa after wakanilipia. Mpaka baadaye nikapata sponsor hadi form 4. Nikiwa class 6 sasa ndio nilipata sponsor. So amenitunza hiyo miaka yote. Unajua nililetwa na Guka Nairobi. Yaani dada nilileta kwa Guka. So hapa kulikuwa kwa tulikuwa tukiishi Umoja 1.
na alafu tukahamia huku 98 kukaa tukiwa na yeye bado akakuja akaenda ushago anko yangu akaachwa huku kama mwenyeji sasa so wameni inherit tuseme sasa mpaka sasa kukaa alipass around 2016 yeah so nimeacha na wao so wamekuwa supportive sana nimekuwa nikiishi kwake so yeye ndiye amekuwa kilipa rent but I still have my issues mambo na kwenda mahali nikitaka na nachaweza kuitisha fare nini yeah but my main dream ni I think at my age I need to have a place I can call it my home. Nataka ninaishi peke yangu na nini. At least nimejifunza vitu kadhaa hapa naweza jikalisha kidogo. Okay. Nao nataka tumalizie na kwa watazamaji wetu. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kutazama vipindi zetu hapa katika Murori TV. Hivi leo tumekuwa na Peter anahitaji msaada wako, anahitaji maybe uweze kumsaidia kama imekufurahisha. Mimi hapa nimejibamba na hii interview kwa sababu I thought maybe kwa sababu Deno ni visually impaired tutaweza kuwa na shida sana maybe kumhurumia. Kitu moja nimelearn, Peter hataki kuhurumiwa, lakini Peter anahitaji usaidizi wako. Kama vile mnavyoelewa maisha imekuwa ngumu zaidi. Peter anahitaji maybe kamera za kufanya kazi, anahitaji microphones, anahitaji boom mics ndio aweze kufanya kazi yake ya comedy na kuendelea. Vile vile kama hauna huo uwezo, namba ya Peter ametupatia pale na ndakuwa nikiweka hapo kwa screen, ndio at least kama uko na kitu kidogo tunaweza kutumia Peter hata kama ni lunch ya siku moja. Make good use of that number. Mpigie simu, encourage, muongeleshe, msupportiane. Kama uko na kazi pia muitie, hajachagua kazi, muitie kazi kama una feel kuna kazi anaweza fanya. Najua kuna watu wanauza mashamba hapa, Peter wangetaka kukuita uweze kuadvertise mashamba zao wakupatie kazi. Pia ni kuambia Peter unaweza fanya kazi za kuadvertise mashamba ama hata kampuni za watu. Mimi karibu nikuwe mjinga hapo kwa sababu karibu nisahau hiyo. By the way, mimi hufanya voice overs. Mimi hufanya voice offers. Yes. Offers. Mimi hufanya voice over. Mimi advertise kuna mtu ni mwadvertise birthday. My best tu kutu within. Niligundua naweza fanya voice over juzi tu last year. Naweza fanya advert ya radio, TV, Murori TV. Na mkwena sijika kuna slogan nimesahau kidogo lakini utaniambia. Yeah, so naweza fanya hizo voice overs. Naweza advertise mashamba. Anything ile kazi ndapatiwa. Na bora tuongee vizuri. Yeah. So, kama mnavyosikia, mpatieni kazi. Kama uko unataka mtu akufanyia voice over, I'm sure mtasikizana tu na Peter, mpatie kazi ya kufanyia voice over ya kitu yote, matangazo kidogo. Let me good use of him as we support him, as we encourage him so that he can be in a position to pay rent and bills and maybe also pia wazazi wake ama awali anaishi nao hapa kina aunti zake, anko yake wangetaka pia support yake. Mnaweza fanyia shopping pia, mtembelee, namba yake iko hapo, mrushie kitu kidogo. Si haitakuja kwangu, itakuja kwa Deno mwenyewe, itakuja kwa Peter mwenyewe. Namba ya M-Pesa inatoa jina gani? Peter Mwendo. Peter Mwendo. Peter Mwendo. Hiyo namba tutakuwekea hapo kwa screen, mtumie kitu, mtumie message. Naona baadhi anasomanga message, si ndio? Nimesoma message. Anasoma message. Lakini ukiandika kwa Kiswahili, huyo mzungu ajui kusoma Kiswahili. So andika na Kizungu. Mimi nataka kukuambia ya kwamba nimefurahishwa sana na vile umefanya ya. Sasa message yandikwe na Kikamba. Kwanza Kikamba ndio kabisa inakaa Kigreek. Sasa yandikwe na nienda kutavia. Inakaa kitu. English ni sawa. Yandikwe na Kizungu. Mtu akitaka kuandika kwa Kizungu iko sawa. Namna hiyo. Kwa Kiswahili nitajaribu. Kuna words zinasoma poa. Watu wewe software developers bwana wako wapi? But pia wakupigie simu. Pia wanipigie simu. Wakupigie simu, wakuitie makazi. Hichi ni ujamaa kazi. Yes. Na pia kama uko hapo unatafuta mzaa, mimi wewe ni unatafuta bwana. Jamaa amekwambia pia ni romantic. Jamaa amekwambia pia anatafuta bibi. If you think your life can rhyme with him, kama mnawezana, unaona mnawezana,
chukua ujamaa. Shai date mtu miezi 9, alafu mnasumbuana. Mwisho anakuwa mnasumbuana, mwisho unamsukuma umwambie kama anakupenda. Bidhe nimekuwa mimi acha tu nikwambie kweli, mimi kuchukulia kaa bro. Mimi kuchukulia tu kaa bro. No. Imagine. Yani I was like, hey, mimi sitaki sis, niko na sis mmoja. Kama unataka bro, manze iza mimi sipatikani. Wewe unataka ulikuwa tafuta demu kwa tafuta. Mimi nataka sitaki sis. Niko na sis tu mmoja. Hizo ni challenges. Challenges bwana. Challenges ziko, lakini kimwanaume unatoboa. Sasa zingine wewe ushaikuwa umeface vitu zingine mpaka unazoea. Unatafuta mtu anakuambia ngoja nitakwambia mnakaa 6 months. Mwisho anakuja anakuambia ati tukutanie sijui mahali tutaongea hiyo story. Mwisho ana postpone. Alafu unamwambia sasa juu ulipostpone, hebu niambie kile ulikuwa unataka kuniambia sasa. Kama tungepatana. Kitu kaa gani? Ambia kwani mimi nilikuwa naharibu fare yangu nikuja nikaenda tukutane based on what? Ati mimi nilikuwa nafikiri tu story tulikuwa tupige. Ushaikuliwa fare? Mimi sijai kuliwa fare. Ushaikula fare? Mimi sijai kula fare. Na based on my experience, mimi ogopa sana kutuma fare. Based on experience through other people. Sawa wamenifunza kiasi. Kutuma fare maybe akuje. Alafu tujue kama atarifa. Okay, atarifandiwa definitely. Si ati mambo na kujua. But mambo na kutuma fare. Aki kunanyesha, unasikia vile kunafanya. Na huku kwetu hakuna nduthi. Hata hakuna nduthi akiiza. Jinga. Slow motion hizo. Si nikuja next. Sasa next na sasa hiyo pesa imeisha. Anyway, it has been awesome. If it's your first time here on Murori TV, kindly make sure that you've subscribed. Also hit the notification bell so that each and every time we upload a new video that you'll be notified. Nikiangalia tu sina la kusema, bado niwaambie tu may God bless you and see you next season or see you next interview, na tuendelee kuwa wana Murori TV.